Nyamakima oye! Mimi nasikia huyu Kasongo amejua kwamba anaenda nyumbani. Sasa ameamua ati ikifika finance bill ya June anadanganya wa Kenya ati anapunguza ama anatoa ushuru kwa wale watu ambao wana earn 30,000 and below. Tungependa kuambia Kasongo, tunajua ukora yako. Wewe unatafuta kura na baada ya kukuregesha utaregesha hiyo ushuru juu. Tunataka kama unasema ukweli, kama unataka bei ya maisha irudi chini, wewe punguza importation duty kwanza, ndio tujue kweli wewe unasema ukweli, unataka kusaidia wafanyakazi na wanabiashara. Jambo la pili, mimi nasikia hapa Nyamakima iko magaidi wengine wanaitwa anti-counterfeit. Hao majamaa wanakuja kwa maduka za watu wetu, wanaanza kusema ati hii kitu ni counterfeit, hii kitu ni counterfeit. Mimi nauliza serikali ya Kasongo, bidhaa itakuwaje counterfeit ilhali ilipewa certificate kutoka China na serikali yako, ikakuja hapa port ya Mombasa ikatozwa ushuru? Inafikaje kwa duka ndio inakuwa ati hiyo ni counterfeit? Tunasema bora bidhaa imepewa na imelipia ushuru kwa boda, hauna biashara ya kukuja kwa duka ya mtu kusema kwamba hiyo bidhaa ni ni counterfeit. Sisi tumesema hao majamaa wa counterfeit, anti-counterfeit, wakiendelea na hii tabia, tutafanya public arrest. Watakuwa nakuja kwa duka ya mtu, sisi wenyewe tunakamata hao, tunawafukuza, tunawashika kwa police station. Hakuna kuchukua bidhaa ya mtu yoyote hapa Nyamakima. Jambo la pili, William Ruto wakati ya maandamano ya Gen Z, yeye alishirikiana na Sakaja kuleta guns kuharibu mali ya watu wa CBD. Mnakumbuka hapa OTC alichoma maduka za watu akidanganyishia ati ni wale watu wa kuandamana. Akasema atakompensate wale wanabiashara. Hadi leo Kasongo haujai compensate wanabiashara. Sisi tumesema on Friday tunachukua vijana wote wa Kenya, wale Gen Z ambao walipoteza maisha yao, ukadanganya utawalipa, mpaka leo haujawalipa. Tulisema kwamba wewe na Raila mulikaa chini, mukaeka mkataba, mukasema kwamba jambo la kwanza ni kukompensate Gen Z. Kasongo baada ya kifo ya Raila akaona huyu mzee ameenda, akaamua kwamba hata compensate wale majenzi. Amechukua hiyo pesa amepatia mzee Oburu, ati anatembea na mandege, ati Oburu Odinga. Sisi tunaambia wewe Oburu Odinga, hauwezi kunywa damu ya jenzi wetu. Tumesema on Friday sisi wote tunaenda kwa IG Kanja, tufanye maandamano, tuhakikishe pesa ya jenzi yote imetoka. Muko tayari? Muko tayari? Na tumeambia huyu Kasongo kwamba hakuna pesa inaweza compensate maisha ya mtu. Mtu akikufa hata umulipe milioni 10. Sisi tumemwambia tunataka kabla mwezi ujao, tunataka ukompensate wale watu. Na kama utaamua ati kwamba unalipa kijana mmoja ambaye alikufa shilingi milioni 3, sisi wa Kenya tutachukua namba ya William Ruto ya M-Pesa, tumutumie pesa shilingi 10 mpaka ifike milioni 3. Pia yeye atupatie mtoto wake akufe, tuone kama milioni 3 inatosha kuregesha maisha mtoto wake. Huyu jamani muuaji, huyu jamani mwizi. Na mimi nawaambia wa Kenya, kama mnaona vile Kasongo anatufanya hivi saa hii, na hii ndio tamu yake ya kwanza, mukimpatia tamu ya pili
Hata wewe Rigiji utakuwa unatembea na kinyasa hii town. Huyu jamaa atatunyanyasa kabisa. Sasa ni juhudi yetu tuhakikishe ujamaa ameenda nyumbani. Sisi tumejitolea maisha yetu. Amejaribu kutununua. Tumemwambia sisi tunapenda pesa lakini hatutaki pesa ya damu. Mumeona kule Western Region, mimi, Mheshimiwa Eugene, Mheshimiwa Natembeya na Sifuna tumeshikana, tunafukuza yeye Western, hatapata kura hata moja kule Western. Mumeona kule Nyanza, Orengo, Babu Owino, wakina Karoli wameshikana, wamemfukuza kule Nyanza. Mumeona huko Ukambani, huyu Kalonzo amefunga Ukambani yote na Eastern yote. Kule Mombasa, Mohamed Ali jicho pevu amefunga kule. Na hapa kwa mlima, Rigiji amekamata mlima, hakuna mali Kasongo anapitia. Sasa hii mambo Kasongo anatudanganya ati ataiba kura. Mimi ningependa kuambia Kasongo, deputy wako ambaye alikusaidia kushinda kura ama kuiba hiyo kura alikuwa huyu Rigiji. Secretary General wako alikuwa mimi. Sisi tumekutoka. Tunajua siri zako zote. Hakuna kura Kasongo ataiba, tutachunga kura yetu na ataenda nyumbani. Unajua huyu Kasongo, unajua kwa nini ametetemeka? Niwaambie, tumeshika yeye makende. Tufinye tusifinye? Tufinye tusifinye? Huyu jamaa tumeshika kabisa. Hakuna mali anaenda. Anajipiga tu kifua, lakini hakuna mahali huyu mtu anaenda. Mimi nawaomba tafadhali. Mimi mwaka uliopita niliandika kitabu ambaye Kasongo na mchezo wa kuigiza ambaye Kasongo alikataa isionyeshwe Kenya hii. Akapiga paka watoto wa Butere Girls. Mnakumbuka? Ilikuwa inaitwa Echoes of War. Hii mwaka nimeandika ingine. Nimeandika ingine inaitwa Who Killed Amolo. Tunataka tujue nitoboe nsitoboe. Huyu Kasongo anasema ameanza kutetemeka ati huo mchezo wa Who Killed Amolo ati hautaonyeshwa. Mimi nimesema Kasongo, hiyo mchezo utaonyeshwa na utakuwa umekaa hapo State House, ndio utajua, tunajua siri zako zote. Ni lazima tuambie wa Kenya nani aliua Amolo. Niandike nisiandike? Nitoboe nsitoboe? Nataka kuwauliza swali 4. Mkipata nitajua nyinyi mko chonjo. Leo hii mkienda hapa kwa polling station, mupate sura ya huyu Eugene Wamalwa na sura ya William Ruto, mtapigana ni kura? Mmepata. Swali ya pili, leo hii mkienda hapa kwa polling station, mupate sura ya Kalonzo Musyoka na huyu Kasongo, mtapigana ni kura? Mmepata. Swali ya tatu, leo hii mkienda hapa kwa polling station, mupate sura ya William Ruto na sura ya Rigiji, mtapigana ni kura? Ati mtapigana ni kura? Swali ya mwisho, na hii ndio ngumu kwa yote, sidhani kama mtapata. Niulize, leo hii mkienda hapa kwa polling station, mupate sura ya William Ruto na Kondo, mtapigana ni kura? Ati mtapigana ni kura? Hebu tuone watu wa Kondo. Huyu mtu ni bure kabisa. Sasa nataka tukaribishe Mheshimiwa Mwago ambaye ni mjumbe wetu wa hapa Starehe.